Unamjua Matonya? Anita. Wakati anaimba na sukuma Jambo hiyo. siku zie ndio ulikuwa unacheza ukajua naimba. Sasa hivi ndio sukuma kweli sasa. Yule jamaa balaa. Lenzi. Kwa maana alikiona kifo chake kama sitopona hapa. Hebu amuru hawa na CDF alimwambia bwana swala la afya sio la CDF. Ila daktari tuwasikilize. Na tunavyozungumza hivi leo ni siku ya kimataifa ya uaminifu kati ya daktari na mgonjwa wake. Na hiyo kwenye uaminifu ikiwemo siri za mgonjwa. Hiyo muhimu sana hiyo. Hiyo nitaizungumza baadaye. Wewe unajua una ushuhuda wa kusikitisha. Ile nakwambia ile. Ile nakumbuka ile. Ile stack tena ile. Lenzi. Nataka niwape mfano hapa. Kama hauna D2 huwezi kuelewa. Tafuta hata D ya dini. Sasa mimi nipiga banda. Huko vizuri. Basi niambie. Kuna mfano mmoja wa dereva. Kuhusiana na hizi awamu mbili tofauti, awamu ya 5 ikaingia ya 6. Kupokezana. Sasa dereva ule wa kwanza kamechelewa sana. Kwa hiyo akaamua kupita shortcut. Na shortcut mara zote ni barabara ya vumbi. Ile Hawaii. Na njia shortcut uwe na makorongo, unajua sio barabara rasmi. Sasa ubaya kuhusu ile njia ni dereva peke yake ndio anayejua. Lazima awepo. Yaani yeye mwenyewe, so yeye ni wengine wote. Sasa ili kuhakikisha kwamba tunawahi kweli kwa spidi ya ngiri. Maana ngiri ikia huko juu na barabara ya vumbi akafunga na vioo. Kufunga vioo akawasha AC. Hataki kusikia huko nje. Hataki kusikia nje wala hataki kunini, yani nje wala nje kelele zingie mule ndani. Sasa ile AC mule ndani abiria baridi tunangiri. Wanahamika tunangiri mwendo sio. Wengine matumbo wanauma. Sasa ubaya pia kuhusu ile njia hata ikitokea dharura huwezi kupata msaada. Hususan dharura gari kifanya kidogo imeleta itirafu. Wewe wenzako si hapo huko njia peke yako. Baadaye mabadiliko. Kaingia dereva mwingine. Dereva kaona karudi njia kuu. Baada ya yule sasa wa kwanza. Njia kuu. Sasa njia kuu hii ina masharti. Si unajua barabara kuu. Lazima ufuate vigezo na masharti. Ukiambiwa bwana hapa 50 mzingatie wote njia pamoja hiyo. Unaenda au jipangii. Ukiambiwa bwana hapa kuna kijiji kwa kupunguza mwendo. Na akaamua afungue vioo. So unajua ukifungua vioo akazima AC. Sio baridi. Unapata upepo kidogo. So ukifungua vioo unaruhusu vumbi ile kukere kidogo viingie ndani hapo. Unaruhusu kuna wale wenzangu na mimi wanaweza kaingia tu pale. Umesimama kidogo, tuchimbe dawa. Kila mtu anasema anashuka, ananunua mayai tu kama kusudi, yani mtu awaribie utaratibu. Ili mchelewe. Sio uchelewe tu. Wewe mtu kinunua mayai ni mbaya kuchafua hewa. Hiyo kwenye njia kuu hiyo. Inahitaji uvumilivu. Ndio. Abiria anakuendesha, yani amekaa kule, wewe umeshika usukani lakini anakupangia. Yeye ndo anakupangia bana. Wewe bwana hapo kuna shortcut hapo. Hebu nini kidogo hapo. Tofauti na ile ya kwanza. Sasa hii inahitaji uvumilivu zaidi. Ndio unaambia tunaenda kwa taratibu. Kuelewa. Ujambo lakini. Hizi zimefanya kazi D. Ndio wala kwambiaje. Wewe si unataka mimi kuelewe. Amesha kuelewa tayari. Lenzi.